Sana tunakuja tena mbele yenu Pastor Mbusa wenu wa kila siku, na ilikuwa siku nyingi hatuzungumuze ila tulikuwa katika kusikiliza Mungu. Nilikuwa napenda tutafakari juu ya hili neno katika nabii Sefania au Sefoni katika Kifaransa, sura yake ya 3 na mstari wake ni ule wa 3 na wa 4. La Bible dit ceci, Sefoni chapitre 3 le verset 3 à 4. C'est chef kaka mwenye uko mnifuata hii magharibi, hii asubuhi, hii mchana, nilipenda tuzungumuze kuwaza kwa ajili ya neno fupi ambayo inasema kwa nini hatupendi tayarisha watakao kwa kesho. Pourquoi hatupendi kesho ikuwe na thamani katika huduma na katika safari yetu. Unajua ndugu, kwa kitu moja nimefanikiwa kujua na nilipenda nipartage pamoja na wewe. Kitu moja muhimu ni kwamba hatuko wa milele. Tuko na hatuko, uko na hauko. Kesho ukapenda kitu kidumu, usikitayarishie leo, lakini kitayarishie mkesho. Ndio maana Kristo Yesu alifanya vyote akisema ya kwamba kesho wakati yenyewe sitakuwa, nimeandaa tayari, nitamuomba Baba na watatuma kwenu Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu atawasaidia. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote za maisha yenu. Alijua ya kwamba siku zenyewe zinakuja ni za kutayarisha na ni kuandaa vizuri. Sasa hapa nabii Sefania anatuambia mzuri sana, anatuambia ya kwamba wakuu wao ni kama simba waungurumao na hawajiandae juu ya kesho. Hawajiandae juu ya kesho. Niko nakwambia kwamba hatuko wa milele. Kama unapenda familia yako ikuwe vizuri leo njoo kesho. Ndio unaandaa leo vizuri, kesho wataviona amo leo, na njoo wenyewe watakuwa bien. Benye watavivre leo yenye umeandaa jana, njoo wenyewe watasema huyu alikuwa mtu wa Mungu, njoo wenyewe huyu alikuwa mzuri, njoo wenyewe watasema huyu alikuwa mbaya, njoo wenyewe batasema hivi na hivi. Kama leo tunahubiri, kama leo tunasimama, ni kwa sababu ya ujasiri ambao mitume walionyesha kupitia Kristo ambaye aliwapatia ujasiri. Nikuambia kwamba wa viongozi wao ni kama simba zenye zinanguruma tu, na waamuzi wao ni kama dubu wa magharibi. Mfano wa dubu ya magharibi, dubu wa magharibi ni ule mwenye alishawinda, amekosa, sasa anapata kabahati, anakanasa. Akisha nasa nyama ataikula pale, juu ya njala inaisha. Bien-aime, nikwambie, kumbuka kesho. Kumbuka kesho. Uko ule wa jana, hauko ule wa leo. Hapana, uko ule wa jana, na mie niko ule wa jana. Ni kama dubu ambao wanawinda magharibi. Jogisi Sefania anatuambia ni kama mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Oh la la, oh la la, oh la la. Wewe hauko miongoni wewe atakufa kesho. Uko mbinguni wewe bataishi.
Kumbuka Elia akamkutana mwanamke mserepta iko na logota kuni kidogo. Sikia la ngazi ya huyu mwanamke, akamwambia Elia, mimi niko na logota hii nipige mimi na mtoto wangu tukufe, lakini acha nikwambie kuko kesho yako yenyewe nakubidi uandaa. Na utaiandaa namna gani? Utaiandaa mwa ile kuwekeza katika wengine. Wekeza katika wengine mema na watafanya mema. Wekeza katika wengine upendo na watapenda kesho. Wekeza katika wengine utajiri ya uhusiano na wataonekana kujenga uhusiano mzuri kesho. Attention, angalisho, tuko ba kesho yenye tuko naandaa leo tutaviona kesho. Apandacho mtu ndicho atavuna. Voilà, apandacho mtu ndicho atavuna. Ningependa nikuambie kupitia Sefania iko natuambia aseme waamzi wao ni kama dubu wa jioni ambao hawalinde juu ya kesho. Hawajali juu ya kesho. Kwa nini hawajali juu ya kesho? Siki watoto ambao tuko nao, acha tuinvestire mwao mtu ambao watafanya kesho. Bienya tukufanya leo, bale wenyewe uko na trend, bale wenyewe uko na fundisha, batabifanya kesho. Bale wenyewe uko na andaa, batabifanya kesho. Kila mtu yote mwenye ameandaliwa vizuri anafanyaka vizuri. Na Mungu hawezi tumika na wewe kama hakukuandaa. Mungu hawezi fanya vikubwa na wewe kama hakukuandaa. Maandalizi yako ya leo inanionyesha utukufu wako wa kesho. Ibrahimu Mungu akamtokea akamwambia nitakufanya kuwa baba wa taifa kubwa, lakini akaona kwa Isaka mwenyewe. Oh, haleluya! Kumbe Ibrahimu kile chenye Mungu alikuwa kameandaa, Ibrahimu yeye alikuwa na andaa Isaka kwa ajili ya kesho. Ndio maana tunaona mapatriashi watatu, Ibrahimu, Isaka na Israeli. Katika Israeli mkatoka makohani, kwa sababu alikuwa naandaliwa juu ya kesho. Ukasoma kitabu ya Mwanzo 12 mstari wake wa kwanza, aseme utoke katika nyumba baba, nitakufanya. Hapana, nitakufanya. Haseme au present, na anasema nitakufanya. Acha Mungu akufanye mtu mkubwa kwa sababu ya maandalizi ambayo uko unafanya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Niko naombea we mama ambaye umeresiste mwa hii foyer. Mungu yuko anakuandalia kesho yako ya mzuri. Resiste tena. Bali uko vizuri kesho. Haukutembelea gari lakini watoto yako watatembelea gari. Haukufanyia kampuni, haukufanyia kompani lakini watoto yako watafanyaka ile kompani. Papa, usiregrete kutosoma. Somesha watoto au watafikia kubienye haukufanyaka leo. Mpendwa katika Bwana, yenye ndoto zako haiko juu ya leo, lakini ndoto zako ni kesho. Kumbuka yenye liko natimilika leo, vijana ndio walikuwa na vituambia ya kwamba vitakuwa. Yakobo akawaita watoto wake, Genesis 49, akawaambia, Israeli kusanyikeni, niwaambie mambo yatakayowapata kesho. Kesho yako ni mzuri sana, andaa kesho. Usiandae mabaya kesho, lakini andaa mazuri. Na kuombea, andaa mazuri kesho. Na Mungu wa mbinguni atatukuka kupitia venye tuko nafanya ili kuonekana kugarde za kesho. Biblia inasema ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien du matin. Habaone kesho asubuhi. Habaone. Ile adage yenyewe nilikwambia, mangeons, buvons car demain nous allons mourir. No. Haiko vile mpendwa. Haiko vile. Unapaswa jua chenye uko nafanya, unakifanya juu ya generation yako yenyewe kombe. Préparons notre génération future, préparons notre demain aujourd'hui. Na eternité tuko na iprepare ni sai. Eternité, umilele tuko na uandaa. Mungu ametuleta hapa jua kuandaa umilele. Jinsi unavyoishi hapa, ukaishi vizuri, ukaandaa umilele, saa hii ndio wakati ya kuandaa umilele. Umilele faida la vile. Mungu atubariki sana. Acha neno hili ibaki kwangu na kwako.
Magharibi njema.